Kuna binti yangu nimemwona pale, nimefurahi. Njoo unaye uliyefunga. Pigia Yesu makofi ya nguvu sana. Amen. Debora. Unaitwa Debora. Debora umetokea wapi? Umetokea Buhongwa. Debora umetokea Buhongwa. Debora ulikuwepo siku ya Jumapili? Ndiyo. Nikakuombea? Ndiyo. Nini kilichotokea kwako? Kilichotokea, niliombea kwamba nilikuwa kwenye chungu. Naona mtu ameibiwa, amewekwa kwenye chungu mahala. Yuko kwenye chungu mahala. Kuna binti anakeleba kichwani. Leta vya kwangu kuanzia sasa. Leta vyote. Ila nikaa nimetoka kwenye hicho chungu na kwa umetangaza umauti kwa aliyekuwa amemtendea. Jana tulipokea taarifa ya msiba kwamba mama yangu mdogo, dada yake, amefariki. Nilikwambia uko ndani ya nini? Chungu. Uko ndani ya chungu. Na nikakwambia kuna mtu kwenu huko anafanya hilo jambo. Ndio, nasema kwamba mauti mtokee yeye. Na nikasema mauti iende imtokee yeye. Ihame kutoka kwako iende imtokee yeye. Baada ya hapo unasemaje leo? Nimepokea taarifa kwamba amefariki. Jana mmepokea taarifa kuna fulani amefariki. Mwambie mwenzako wazidi kupigwa mpaka waache kuroga, mpaka waache uchawi katika jina la Yesu. Sema wapigwe. Ulijiona kwanza uko wapi? Nilikuwa kwenye chumba. Kulikuwa na nini huko? Ilikuwa ni chumba kimefungwa, kama vile chumba kimefungwa, kuna chungu. Ni chumba kina giza, kimefungwa, ila kina chungu. Nilikuwa naombewa pale, akaja mtu akaniambia nyanyuka hapo utoke, soma mahali pako. Akaja mtu akakwambia nyenyuka hapo, sio mahara. Na baada ya hapo ikawaje? Baada ya hapo akaniambia nyenyuka. Akakwambia nyenyuka. Mimi nimefurahi sana kusikia haya. Ulivyonyenyuka ikawaje? Nilivyonyenyuka, maana ndio nilikuwa nasumbuliwa na miguu, ila baada ya maombi hayo nilikuwa nasumbuliwa na kichwa. Ulikuwa unasumbuliwa na miguu, ulikuwa unasumbuliwa na vitu kwenye mwili, ila baada ya pale husikii chochote. Ukimwona mtu anaumwa, ukiona mtu kwenye tabu, ujue kuna kitu ambacho kiko sawa. Umerudi na Mungu aendelee kusaidia usonge mbele kabisa. Nataka nikuone unasoma, unafika mbali. Piga Yesu makofi ya nguvu sana.